Makubaliano yaliyodhamiriwa kuleta umoja na maendeleo sasa yamezua mjadala mkali kote nchini. Wakati baadhi ya viongozi wanayasifu kama hatua ya busara, wengine wanayataja kuwa maafikiano ya kisiasa yanayomtenga mwananchi wa kawaida. Kiongozi wa DAP-K Eugene Wamalwa ameikosoa vikali hatua hiyo, akimtaja Raila kama mwanasiasa anayetanguliza maslahi binafsi. Kwa mujibu wake, serikali imesitisha kushughulikia changamoto kama vile gharama ya maisha na deni la taifa na badala yake kujikita katika siasa za makubaliano. We know you missed the AU office. To gain the office that Ruto is giving you now of Prime Minister and lose your political soul. I think these are some of the questions. Some of us who have believed in Raila Odinga, who have supported him, and who are ready to die in the trenches. When we went to the demonstrations as Azimio, Kalonzo Musyoka and I were almost killed. So what are you going to do with a high priest and champion of corruption? Can you go into bed without compromising your principles? Katika kaunti ya Kwale, viongozi wa ODM wanataka utekelezaji wa manifesto ya chama kabla ya mwaka 2027. Wanasema ingawa wanaunga mkono makubaliano hayo, fedha zaidi zinapaswa kuelekezwa katika kaunti ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma muhimu. Kwa hivyo tunafurahi kuwa ufujaji wa pesa utapiganiwa, na huenda hapo sasa tunaomba pia ile sasa 6,600 iliyosemekana baba aliyosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa. Tuanze kuona ile 6,000 kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawajiwezi. Kwa upande mwingine, mwenyekiti wa bodi ya barabara Aisha Jumwa na viongozi wa Kilifi wamepongeza makubaliano hayo, wakisema ni fursa ya kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi. We are commending that action kwa sababu tumeona ya kwamba kina mama watakuwa na amani zaidi katika nchi yetu ya Kenya, but zile position ambao they are going to be shared equally, the 50-50, ni kwamba tunaomba kina mama waonekane kwa wingi. Akizungumza baada ya ibada katika kanisa la PCEA Kangemi, mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya amepinga vikali muungano wa Raila na Rais William Ruto, akitaja kuwa haufai hasa kipindi hiki ambapo taifa linakumbwa na changamoto katika sekta ya afya na vilevile mpango wa nyumba za bei nafuu. Kwani amesahau kwamba kupigania haki wa Kenya si wakati uko kitandani na wale wanaitwa serikali. Ukienda kitandani na serikali, si umekuwa serikali? Utakumbuka Mkenya saa ngapi? Kwa hivyo tunasema Raila amesahau na ndoto yake. Ile ilikuwa ndoto ya kupigania Mkenya na amekuwa mtu wa kujipigania tumbo yake. Katika kaunti ya Isiolo, mwakilishi wa wanawake Mumina Bonaya amepuzilia mbali madai kuwa muungano huu unadhoofisha upinzani, akisisitiza kuwa taasisi kama bunge na seneti bado zinaweza kuisimamia serikali hata bila sauti yake Raila Odinga. We require two gentlemen to shake hands for us to realize development, for us to accelerate our development as a country, for us to achieve peace, for us to achieve harmony. Why not do it? Huku mjadala ukiendelea kushika kasi, swali linabaki, je, ndoa hii ya kinara wa upinzani Raila Odinga na serikali ya Kenya Kwanza itawaweka wa Kenya kwanza? Innocent Ogaro, Runinga K24, Nairobi.